Assalamu alaikum, hello, habari zenu huko mliko. Leo jikoni kwa ustadha tunawaletea jinsi ya kutengeneza sambusa za Zanzibar. Mahitaji yetu: nyama robo, vitunguu thomu, pilipili, tangawizi na spices, carrot, hoho pamoja na vitunguu maji. Tapima viwe chini ya robo ambayo ni chini ya 250. Changanya chumvi pamoja na nyama na weka maji kidogo ama funika tu maji. Tengeza maji yenyewe. Kwa upande wa manda nahitaji unga ngano robo nao, mafuta, maji pamoja na unga wa mchele. Changanya chumvi, mafuta vizuri na unga. Kisha mimina maji taratibu, kanda unga uwe mgumu. Usitengeneze unga mlaini, utakupa tabu wakati wa kutengeneza manda. Nyunyizia unga wa mchele kisha weka donge lako la manda. Kama una mashine kama hiyo, tumia kukatia vitunguu. Changanya vitunguu, hoho, carrot, nyama, kisha weka spice upendazo. Mimi niliweka beef masala vijiko viwili, roiko vijiko vitatu, pilipili manga kijiko kimoja. Pilipili manga ni lazima. Changanya vizuri kisha twanga tangawizi, thom na pilipili na uweke. Usiweke chumvi ukitwanga tangawizi. Nyunyizia unga wa mchele juu ya donge lako kisha tumia kifimbo cha chapati kusukuma na upate duara kubwa sana. Utarudia hiyo process hadi upate duara ambalo ni kubwa. Kisha tumia conduit pipe ama wengine wanaita bomba za wiring kuendelea kusukuma na kupata donge ambalo ni jepesi. Sasa litakuwa kubwa na litakuwa jepesi. Hapo nimesukuma upande mmoja, nikaona upande mmoja bado mzito, nikageuza, nikasukuma tena. Kama hivyo nawaonyesha huko kumeshakuwa kwepesi kote sasa. Tunatumia mashine hii kutoa manda, lakini kama hauna mashine tumia hiyo conduit pipe pamoja na hicho kifimbo hadi upate manda nyembamba kama nitakazopata mimi kwa kutumia mashine. Hapa utakata vipande kulingana na size ya sambusa unayopenda. Kama unapenda sambusa ndogo, kata vipande vidogo. Kama unapenda sambusa kubwa, kata vipande vya size ya kati. Kazi ya mashine ni kufanya manda iwe nyepesi zaidi kama hivyo mnavyoona. Kwa hiyo ukikata pana basi itatanua zaidi. Na wakati tunaingiza katika mashine usisahau kunyunyizia. Na hapo tumezikunja, unaweka pembeni. Na hapo naonyesha manda nyingine. Utakuwa unafanya kila kipande kimoja mara 2 ama 3 kwa size ya wepesi unaopenda wewe manda yako, lakini mimi huwa nafanya mara 2 tu inatosha. Usahau kunyunyizia unga wa mchele. Unga wa mchele hapa inasaidia kuifanya hii manda iwe nyepesi zaidi, lakini pia kama inakuwa ya maji maji basi isigandane, kwa sababu ikiwa na maji maji tu zitakuwa zinagandana. Basi na hivyo ndo jinsi ya kuzikunja. Utazikunja na kuziweka pembeni. Na jinsi ya kufunga sambusa kama hivyo. Weka nyama yako kisha nyanyua, peleka yote kwa mbele. Chukua ncha moja ya kulia, peleka kushoto, utaona umetengeza pembe 3. Chukua ncha ya kushoto, peleka kulia kama hivyo. Rudia hilo zoezi kisha ivute sambusa yako kwa nyuma ili hiyo pembe 3 itengezeke vizuri. Lakini pia kama kuna uwazi baina hizo pembe 3 basi ujifunge. Utarudia kufanya hivyo kama mara 5 ama 7. Baadaye utachukua kisu utakata. Na utatumia maji ya kawaida kufungia hiyo sambusa yako. Ni maji tu, mimi siweki unga ngano wala chochote. Ni maji tu ya kwenye bomba ndo natumia kufungia sambusa kama hivyo unavyoona. Utaisimamisha ama utailaza. Na hapo naonyesha kama kipande kidogo kimebaki basi usikitupe, just unganisha kile kipande kidogo na manda ambayo ndefu na uendelee kurudia zoezi la kufunga sambusa. Na ukirudia tu mara 5 6 basi utakuwa ushakuwa expert wa kufunga sambusa. Basi unapeleka kulia kushoto kisha unashika manda yako unarudisha kwa nyuma kama hivyo ili ijikaze ile shape ya pembe 3 itengezeke vizuri. Lakini pia kama kuna uwazi nilivyosema, usiingize mafuta ama nyama isitoke ndani ya karai lako. Utarudia kuzifunga sambusa zako zote. Na manda usiziache kama vile, kama hufungi sambusa zitakakamaa na itakuwa ni ngumu kuzitumia tena, zitakatika. Weka sambusa zako kwenye karai na miminia mafuta kisha washa jiko. Usiweke sambusa kwenye mafuta ya moto. Zikisha kujikaza na kuanza kubadilika rangi basi geuza. Usiwe na haraka katika kugeuza kwa sababu unaweza ukapasua sambusa na ikawa ni hasara. Na utageuza mpaka upate rangi unayopenda. Mimi sipendi sambusa ziive sana, ziwe nyekundu. Ikiwa kama hivyo golden color inanitosha na
kupeleka katika chujio. Na ukipeleka katika chujio hakikisha ncha moja imesimama chini. Yaani mafuta yanakuwa yanatoka zaidi ukisimamisha. Tu kama hivyo unavyoona. Basi sambusa hizi ni very crunchies. Hebu hizi ndio sambusa za Zanzibar. Cover zake zinakuwa crunchies. Yaani ukizishika zinalia hivi. Unaona? Na ukizipasua unasikia zinavyolia. Ndani ndio ziko hivi. Sasa ukila bado zinasogea. Kama kila bismillah. Inasikia kama hivyo. Karibuni. Very tasty, imekolea viungo. Hizi ndio sambusa zetu.